Mtazamaji wa DSS TV, asante kwa kuendelea kwa nasi. Tunaomba uendelee kutufuatia kwenye account yetu ya YouTube DSS TV Tunduma. Kile atatuambia yeye majina yake kamili, alafu baadaye tutahojiana naye kujua ni vitu gani ambavyo viko mahali hapa. Majina kamili blaza. Sasa mimi kwa jina naitwa Adam Zakaria Kenyekile. Ni mkazi wa Tunduma, kata ya Sogea. Kazi yako halisi ni ipi? Kazi yangu halisi mimi ni fundi wa magari, lakini pia ni mbunifu wa vitu mbalimbali. Hapa mbele yetu tunaona kuna ubunifu wa vitu ambavyo tunaviona mbele. Kabla tujaanza kile pale, labda utuambie hiki ni kitu gani? Mimi naona kama ni gari, lakini labda utuambie kwa ufasaha ni kitu gani ambacho tunakiona mbele yetu hapa. Okay, asante. Hii inaonekana hapa mbele ni ubunifu ambao nimeufanya, ili ni trekta kwa ajili ya kulimia. Ili nimelibuni mwenyewe na linaweza kulima ekari kuanzia 10 mpaka 20 kwa lita zisizopungua 2 za mafuta. Mimi nilikuwa nafikiri ni gari, kumbe ni trekta. Mpendwa mtazamaji, kama unavyosikia ubunifu ndio huu ubunifu unaoonekana hapa. Unaweza kudhani kwa macho kwa kuangalia kwamba ni gari, lakini sio gari, ni trekta. Hebu niambie ubunifu wa trekta hili ulianzeje mpaka kufikia kubuni kitu kama hiki? Ubunifu wa trekta hii niliupata kwa sababu kwanza mwaka huu nimejipanga kulima. Kwa hiyo kama nimejipanga kulima nikapiga hesabu, ekari moja kulima kwa trekta lenyewe kabisa yale wanadai shilingi 60,000. Lakini nikasema kwa sababu mimi ni mbunifu na swala la kilimo ni swala ardhi iwe tifutifu. Kama ng'ombe zinalima, mimi kama fundi nashonaje kufanya kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikanisaidia kulima. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba na uwezo wa kufanya kutengeneza trekta ambayo linaweza likalima mashamba yangu kwa gharama ndogo zaidi. Na hili trekta ambalo litatumika kulima ekari 10 kwa siku. Hebu tuambie jembe unalifunga wapi na unalifunga vipi? Kama inapoonekana hapa ni kwamba haijaisha na nimeletwa hapa kwa sababu ya ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kama unavyoona huku nyuma ina sehemu za kufunga tela kwa ajili ya kubebea mbolea, mbegu na kila kitu. Lakini pia kuna sehemu za kufunga majembe. Huku nyuma tunafunga majembe yasiyopungua 8. Majembe yanayovutwa na ng'ombe yanafungwa majembe 8 au na zaidi. Kwa sababu inapoonekana hapa ni ndogo lakini ina uwezo mkubwa sana. Ndugu yetu Adam, naomba uniambie kwa ufasaha zaidi. Chombo hiki mpaka kimefikia mahali hapa kimetumia muda gani? Chombo hiki mpaka kimefikia hatua hii hapa kina muda wa wiki 2. Na mazumu yako au nia yako, una malengo gani? Niseme tu malengo yako sasa ni malengo gani, kwamba unategemea kutengeneza hiki kimoja au kutengeneza vingi zaidi ya hivi? Malengo yangu sehemu kubwa ni kwamba kama nilivyosema, lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo, lakini endapo kama kuna watu watahitaji tutawasaidia, lakini pia nitakuwa nakodisha kuwalimia watu kwa ekari kwa 20,000 kwa eka. Nitawalimia watu kwa eka moja kwa shilingi 20,000. Vipi serikali kiweka mkono wake hapa? Nitashukuru zaidi. Hebu tuame, baada ya kuliona trekta tuamie katika mashine nyingine ambayo tunaiona kwamba hii ni mashine gani na kazi yake ni nini hasa. Tuambie kuhusiana na hii mashine ambayo tunaiona mbele yetu hapa. Kuhusiana na hii mashine kama inavyoonekana hapa, hii ni gereji inayotembea. Na unapoona gereji inayotembea, hii trekta imezaliwa kutokana na hii mashine. Hii kazi yake ni kwamba mtu yote anapokuwa ameharibikiwa labda sehemu ambapo hapana msaada, hapana umeme, hapana chochote na mtu ana chombo cha moto. Kwa hiyo mimi nikimfuata na hii naweza kumpa huduma zote anazozihitaji. Kuanzia kujaza upepo, kuchomelea kwa umeme, kwa gesi, kwa aluminium, kukata vyuma, yaani shughuli zote naweza kumfanyia pale pale alipo. Chombo hiki ulikibuni nacho katika kukibuni ulitumia muda gani kukitengeneza chombo hiki? Chombo hiki kilichukua takriban miezi 8. Na hapa kilipo sasa hivi kina miaka kama takriban miaka 4-5 mpaka sasa hivi. Kulingana na kazi yako hii, kama tunavyoona vitu mbalimbali hapa tunavyoona, naona kuna compressor, kuna welding machine na vitu vingine mbalimbali. Changamoto gani ambazo unazipata kutokana na kazi yako? Changamoto kwa kweli ni kubwa. Changamoto ni kubwa sana kutokana na kama unapoona hii mashine hapa, hivi vyuma vyote tunavyotumia hapa ni vyuma chakavu. Kwa hiyo pia ni changamoto swala la mitaji. Hivi vitu ni vyuma chakavu. Hata trekta yangu unapoiona hapa haina chuma ambacho ni cha dukani kipya. Ni vitu ambavyo vinatupwa vile. Basi mimi navichukua vile navifanyia kazi. Kwa hiyo pia ni changamoto material, alafu pia vitendea kazi. Kwa mfano unapotengeneza vitu hivi, huwezi amini mashine trekta hii pamoja na hii mashine imetengenezwa kwa vitu viwili tu, ambao ni welding machine na grinder. Ni kitu ambacho ni kigumu sana kiangalia. Serikali yetu pia inazungumzia kuhusiana na masuala ya ajira. Na wewe katika kampuni yako pale, na nina hakika kwamba umeajiri baadhi ya watu ambao wanakusaidia katika kazi zako. Umeajiri watu wangapi pale? Asante. Pale wana watu ambao nimewaajiri pale hawapungui 16, lakini na wanafunzi wasiopungua 80. Wanafunzi nao wafundisha kazi. Zaidi ya watu 90 na niko nao.
Na wote hao unaamudu vipi katika kuwalea? Kwa kweli ni changamoto sana. Napata shida sana na wakati mgumu kweli, kwa sababu unakuta napokea watu sometimes unakuta tabia zinakuwa tofauti. Kwa hiyo kuwaweka kwenye malengo ambayo nataka mimi, wengine wanasumbua, lakini najitahidi, Mungu ananisaidia, naenda nao hivyo hivyo. Lakini pia kuna watu ambao wangependa kukutana na wewe, wangependa kufahamu ofisi yako ilipo, wangependa kupata mawasiliano ambao wanaweza kupata wewe. Unaweza ukawaambia watakupata vipi? Ya, mimi napatikana Sogea, maeneo ya Sogea stendi. Ukiwa unaelekea Mbeya, ukitokea Tunduma, Sogea stendi mkono wako wa kulia pana gereji, maandishi makubwa yameandikwa Adamu Auto Garage. Lakini pia kwa umetokea Mbeya na kuja Tunduma, mkono wa kushoto stendi Sogea, utaona magari nje yamepaki pale. Ya. Ani hivyo tu. Mwisho, labda fursa hii ya waziri mkuu kuja katika eneo hili la Tunduma, unaichukulieje wewe kama mjasiriamali au kama mtu ambaye unahangaikia maisha? Kikweli fursa kufikiwa na ugeni mkubwa kama huu, mimi kwangu nimefurahi. Kwa sababu kitu cha kwanza, ndugu mtangazaji, unapoona trekta hii, unapoona hii mashine, sio kama nimeishi hapa. Mimi nimebuni mpaka helikopta na ina uwezo wa kuruka vizuri. Lakini kutokana na taratibu ambazo sikuweza kuzifuata, basi mamlaka iliweza kufanya nini? Kuniambia nisubiri taratibu za kisheria. Kwa hiyo unakuta kwa sababu kuna ugeni huu umekuja, tuje kuongea na waziri mkuu, labda atatusaidia kwa namna nyingine yoyote. Yeah. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona, huyu ndiye Adam ambaye amebuni vitu kama hivi. Kama unavyoona, wengine tulidhania ni gari, kumbe ni trekta, na hapo unavyoona hii ni mashine ambayo inahusika kwa vitu mbalimbali. Lakini pia ametuambia amebuni helikopta ambayo kutokana na shughuli za kisheria au mamlaka ya kisheria haijaweza kupaa, haijaweza kuonekana angani, lakini haya ni moja kati ya mambo ambayo ameweza kuyafanya ndugu yetu. Ndugu yetu Adam, tunakushukuru sana. Asante sana, nashukuru.